بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Ndugu mpendwa mtazamaji, tukiwa tunaendelea na darsa yetu ya thalathatul usul na tukiwa tumefikia sehemu inayosema al-imanu bi anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Ina maana kuamini ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba sisi na anaturuzuku sisi na wala hakutuacha hivi hivi. Ametuumba na kadhalika ameturuzuku na hakutuacha hivi hivi. Al-ula, akasema yale thalathu masail. Suala la kwanza ni kwamba anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala, ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba na ameturuzuku na wala hakutuacha hivi hivi. Ametuumba na ameturuzuku na wala hakutuacha hivi hivi. Qawluhu al-ula anna Allah khalaqana, qawli yake al-ula, qawli yake Sheikh al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab aliposema al-ula anna Allah khalaqana, Sheikh al-Fawzan yasema ay awjadana min al-adami fanahnu min qabli an yakhluqana lam nakun shay'an kama qala ta'ala hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Maana ya kauli yake anna Allah khalaqana ni kwamba ametuleta kutokamana na kisichokuwa, ametuleta kutokamana na kisichokuwa na kitu ambacho kwamba hakikuwa, akatufanya kwamba tupo, Allah subhanahu wa ta'ala. Basi sisi kabla ya kutuumba yeye Allah subhanahu wa ta'ala hatukuwa ni chochote. Kabla ya kuumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, binadamu hakuwa ni chochote, kama alivyosema yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala, hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Kwani hivi hakika ulimpitia binadamu wakati mrefu katika dahari, hakuwa kitu kinachotajwa. Kwa hiyo ulimpitia mwanadamu wakati mrefu katika dahari, hakuwa ni kitu chenye kutajwa. Yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala yajua wakati ni wakati kiasi gani. Kwa hiyo binadamu kabla ya kuumbwa hakuwa ni chochote, na hivyo ndivyo alivyojalia Allah subhanahu wa ta'ala kwamba hakuwa ni chochote, kisha yeye mwenyewe akamleta kwenye ulimwengu. Waqala subhanahu qala kadhalika qala rabbuka huwa alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a. Malaika wakimwambia Nabillahi Zakaria alayhi salam, qala kadhalika, wakamwambia hivyo hivyo, amesema Mola wako mlezi kwamba ni jambo ambalo kwamba ni jepesi juu yake Allah subhanahu wa ta'ala, na nimekuumba wewe kabla ya kumuumba Nabillahi Yahya alayhi salam, na wala haukuwa chochote. Nimekuumba wewe kabla ya kumuumba Nabillahi Yahya na wala haukuwa chochote. Kwa hiyo kana al-insanu qabla an yukhlaqa laysa bi shay'in, alikuwa mwanadamu kabla ya kuumbwa hakuwa ni chochote. Walladhi awjadahu wa khalaqahu huwa Allahu azza wa jalla. Qala ta'ala am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun, aya katika suratu At-Tur. Binadamu kabla ya kuumbwa hakuwa ni chochote, na yule aliyemleta na aliyemuumba ni nani? Ni Allah azza wa jalla. Amesema Allah subhanahu wa ta'ala am khuliqu min ghairi shay'in, ama wameumbwa kwa kisichokuwa kitu chochote, am humul khaliqun, ama wao ndio walioumba, katika suratu At-Tur. Tuende kwenye kipengele chengine, qawluhu wa razaqana. Kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa razaqana, lamma kunna nahtaju ila rizq
ila at-ta'ami wash-sharabi wal-malabisi wal-masakini wal-marakibi wal-masalih alima subhanahu hajatana sakhkhara lana ma fi as-samawati wal-ardi kulluhu limasalihina min ajli baqa'ina ala qaydi al-hayat ومن أجل أن نستعين بذلك على ما خلقنا لأجله وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يسمى الشيخ الفوزان يزungumzia warazaqana yasema lamma kunna nahtaju ila rizq, pindi ilipokuwa sisi tuhitajie riziki ya chakula, ya vinywaji, ya mavazi, ya sehemu ya kuishia, ya vipando, ya maslaha tofauti tofauti. Pindi tulipokuwa tuhitajia hivi vitu, Allah subhanahu wa ta'ala alijua haja yetu, ndio maana akatudhalilishia sisi yaliyomo baina ya mbingu na ardhi. Yote hayo kwa ajili ya maslaha yetu, kwa ajili ya sisi kubaki katika haya maisha, na kwa ajili ya sisi tuweze kuvitumia vitu kama hivyo, tupate msaada navyo, ili tuweze kuishi na tufanye yale ambayo kwamba tumeumbwa kwa ajili yake, nayo si nyingine ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sisi tumeumbwa na tumedhalilishiwa vitu hivi vyote. Wanyama hao tunaona wa kuwapanda, na wanyama ambao kwamba tunaona wa kuwala, na vinywaji tofauti tofauti, hivi vyote, mavazi ambayo kwamba tunayavaa, hivi vyote tumedhalilishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini haina maana ya kwamba tumedhalilishiwa vitu kama hivi kwamba sisi tubaki tu hapa tustarehe tu katika haya maisha. Maana yake ni kwamba tuyatumie haya na tuchukue msaada kutokana na vitu kama hivi, ili tuweze kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ili iwe ni rahisi kwetu sisi tuweze kumwabudu Mola wetu Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu tumedhalilishiwa vitu kama hivi. Iwe yani ukitaka kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala haupati tabu, uko na afya katika mwili wako, umekula vizuri, umepata kinywaji chako vizuri, uko na afya ya kuweza kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo sababu ya kuwekwa vitu kama hivi. Qawluhu wa lam yatrukna hamala, kauli yake Sheikh al-Mujaddid, na wala hakutuacha hivi hivi. Allah ametuumba lakini hakutuacha hivi hivi, akatuwekea hivi vitu vyote, hakutuacha hivi hivi. Alhamalu huwa shay'ul muhmalu almatruku alladhi la yu'ba'u bihi, fallahu khalaqana wa razaqana lihikma. Alhamal ni kitu ambacho kwamba ni chenye kupuuzwa, chenye kuachwa, ambacho kwamba hakina thamani, chenye kupuuzwa. Basi Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba na ameturuzuku kwa hikma, ametuumba na ameturuzuku kwa hikma. Ma khalaqana abathan wala sudan, Allah subhanahu wa ta'ala hakutuumba kwa ajili ya mchezo na wala hakutuumba bure. Lalasaf sahihi, watu wanatumia muda wao kwa mambo ambayo kwamba ni ya bure, mambo ambayo kwamba ni ya mchezo, mambo ambayo kwamba ni ya upuzi mwingi tu, sana sana katika nyakati ambazo kwamba tulizokuwa ndani yake, kwa sababu kuna maendeleo ya vifaa tofauti tofauti vya kuingia kwenye mitandao ya kijamii tofauti tofauti. Kwa hiyo watu wanakuwa ni wenye kujishughulisha sana na yale michezo ambayo kwamba yako kule ndani. Yule aliyekitengeza kitu kama kile akona makusudio yake na akona malengo yake. Kuna wenye wanavitumia vitu kama hivi kwenye maslaha na mambo yao ambayo kwamba yatawafaidisha katika dunia yao, lakini kuna wengine wanayatumia mambo kama haya kwa ajili ya mchezo. Mtu yaweza kuamka tu kuanzia asubuhi akautumia mchana wake mzima mpaka jioni na kuangalia mapicha na mavideos tofauti tofauti, ili aweze kujifurahisha na aweze kucheka, aweze kufurahi, mchana wake ukapita hivyo. Akasahau ya kwamba yule aliyeitengeza hata hiyo ambayo kwamba yeye yuitumia kwa starehe kama hizo, ameitengeza kwa madhumuni na malengo ambayo kwamba iko na ubora
malengo ambayo kwamba ni malengo ambayo kwamba yako na maana. Kuna wenye wanatumia vitu kama hivyo kwa ajili ya biashara, kutangaza biashara zao, wanaweza kujiendeleza katika biashara zao au kazi zao tofauti tofauti, wakawa ni wenye kujiendeleza na mambo mengine mengi ya manufaa. Lakini wewe Muislamu, lalasaf, unakaa pale unakuwa ni mwenye kupoteza muda wako na mambo kama hayo, labda hata haswala pia zinakupita kwa sababu ya mambo kama hayo. Kwa hiyo Uislamu wakae na wajichunge. Uislamu wakae na wajichunge, ni jambo ambalo kwamba linasikitisha Muislamu, wewe ambaye kwamba unajua kwa nini umeletwa katika huu ulimwengu. Wewe ni tofauti na yule ambaye kwamba hamuamini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wewe wajijua kwa nini Allah Subhanahu wa Ta'ala amekuleta katika huu ulimwengu. Kwa nini uchezee wakati wako? Itakuwa ni makosa sana. وقال سبحانه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Hivi nyinyi mnadhania ya kwamba sisi tumewaumba nyinyi kwa ajili ya mchezo na kwamba nyinyi kwetu sisi hamtarudi? Allah Subhanahu wa Ta'ala yutuuliza, nyinyi mnafikiri Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaumba kwa ajili ya mchezo na kwamba nyinyi hamtarudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala? La, haikwende namna hiyo. Mtarudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisha mutahesabiwa kwa yote yale mlioyafanya katika ulimwengu, na Allah Subhanahu wa Ta'ala hamdhulumu mja wake. Waqala subhanahu ayahsabu al-insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fakhalaqa fasawwa. Hivi yadhania binadamu au mwanadamu an yutraka suda, kwamba ataachwa bure bure tu hivi hivi? Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna, hivi huyu binadamu hakuwa yeye ni tone linalotokamana na manii lililotonwa? Thumma kana alaqatan fakhalaqa fasawwa, kisha akawa ni kidonge cha damu. Fakhalaqa fasawwa, na Allah Subhanahu wa Ta'ala akamsawazisha, akamfanya kuwa ni sawasawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala yukukumbusha mahali ulipotoka. Kwa hiyo ukiona sehemu na mahali ulipotoka, lazima utakuwa na ile hisia ya kwamba kuna lengo na madhumuni kwa nini mimi niko hapa. Allah Subhanahu wa Ta'ala akwambia wewe ambaye kwamba unajifakhiri, unajigamba sasa hivi na kusema na mali yangu na watoto wangu na elimu yangu, Allah Subhanahu wa Ta'ala yukukumbusha, angalia background yako ulikotoka, angalia sehemu ulikotoka. Kwa hiyo Muislamu, chukua tanabahi kutokamana na aya kama hizi tukufu za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadhalika Allah Subhanahu wa Ta'ala yasema, wama khalaqna as-samaa wal arda wama bainahuma batila, na wala hatukuumba mbingu na ardhi na vilivyomo baina ya mbingu na ardhi batilan, kwa bure tu hivi hivi. Dhalika dhannu alladhina kafaru, hiyo ni dhana ya wale ambao kwamba wamemkufuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fawailun lilladhina kafaru minan nar, basi adhabu kali ya moto itawathubutukia wale waliomkufuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah innama khalaqana wa khalaqa lana hadhihi al-arzaq wal imkaniyat li hikmatin 'azimatin wa ghayatin jalila wa hiya an na'budahu Subhanahu wa Ta'ala. Allah si vinginevyo alituumba na akatuumbia sisi hizi riziki tofauti tofauti na huu uwezo kwa hikma ambayo kwamba ni kubwa na malengo ambayo kwamba ni makubwa, nayo si mengine isipokuwa ni kumwabudu yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walam yakhluqna kalbahaim allati khuliqat limasalih alibad thumma tamutu wa tadhhab, na wala Allah Subhanahu wa Ta'ala hakutuumba kama wanyama ambao kwamba waliumbwa kwa ajili ya maslahi ya waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi binadamu tumeumbiwa wanyama kwa ajili yetu,
tunawatumia kama vipando. Wakati wa kitambo walikuwa wakiwatumia kama vipando. Wanaweza kutubebea mizigo wale wanyama ambao kwamba wanafanya kazi kama hizo. Wanyama kama hawa tunaweza kuwachinja na kuwala wanyama kama hawa. Kwa hiyo sisi hatujaumbwa kama hawa, kazi yao tu ni hiyo. Kisha baada ya hapo wanyama kama hawa wanakuwa ni wenye kufa na wanakuwa ni wenye kuondoka. Liannaha laysat mukallafa wala ma'mura wala manhiya. Kwa sababu wanyama kama hawa hawawi ni wenye kukalifishwa na sheria yoyote, wala hawawi ni wenye kuamrishwa wala wenye kukatazwa na jambo lolote. Innama khuliqna liibadatihi kama qala ta'ala wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sisi binadamu tumeumbwa kwa ajili ya ibada yake Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, na wala sikuwaumba majini na wanadamu isipokuwa niabudu mimi. Ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun, sitaki kutoka kwenu nyinyi riziki wala sitaki munilishe. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin, Allah ndiye mwenye kutoa riziki mwingi wa nguvu ambao kwamba ni madhubuti, Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yakhluqna lihadhihi alhayati ad-dunya faqat na'ishu fiha, na Allah kadhalika hakutuumba kwa ajili ya haya maisha ya dunia tu ni wenye kuishi tu katika haya maisha ya dunia basi tu. Wanasrahu wanamrahu wanaakulu wanashrabu wanatawassau fiha, tu ni wenye tu kutembea, tu ni wenye kufurahika, kula, kunywa katika haya maisha ya dunia tu kwa ajili hiyo tu peke yake. La. Walaysa ba'daha shay'un, na kwamba ati hakuna baada ya hivi vitu chochote, kwamba hakuna baada ya hivi vitu kufufuliwa na kuhesabiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innamal hayatu mazra'atun wa suqun lid-dar al-akhirah natazawwadu fiha bil a'mali as-salihah. Haikuwa vinginevyo isipokuwa haya maisha ya dunia ni mapato ambao kwamba yanatokamana na ile amali tuliyoifanya katika ulimwengu. Wasuqun lid-dar al-akhirah, na ni soko la maisha yetu ya akhirah. Natazawadu fiha bil a'mali salihah, tunakuwa ni wenye kufanya vizuri na amal ambao kwamba ni njema. Thumma namutu wa nantaqilu minha thumma nub'athu thumma nuhasabu wa nujaza bi a'malina, kisha tutafa, tutaondoka katika ulimwengu, kisha tutasafiri na tutaondoka, kisha tutafufuliwa, kisha tutahesabiwa na tutalipwa kulingamana na zile amali ambazo kwamba tumezifanya katika ulimwengu. Hadhihi alghayatu min khalqi aljinni wal ins, hii ndiyo malengo au haya ndiyo malengo katika kuumba majini na watu. والدليل على ذلك آيات كثيرة تدل على البعث والنشور والجزاء والحساب. na dalili ya haya ni aya ambazo kwamba ni nyingi zinazojulisha kufufuliwa na zinazojulisha kadhalika kulipwa na hesabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal aqlu yadullu ala hadha, na akili pia inajulisha haya, sio aya peke yake, akili pia inajulisha haya. Fa innahu la yaliqu bi hikmati Allah subhanahu wa ta'ala an yakhluqa hadha al-khalqa al-ajiba wa an yusakhkhira hadha al-kawna li bani adama thumma yatrukuhum yamutun wa yadhhabun biduni natija. Kwa sababu haiwezekani na wala hailingani na hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba aumbe viumbe kama kiumbe kama hiki ambacho kwamba ni cha ajabu, aumbe ulimwengu kisha awadhalilishie binadamu, kisha awaache sasa hawa binadamu wawe ni wenye kufa na wawe ni wenye kuondoka bila natija yoyote. Haiwezekani. Hadha abath, hii itakuwa sasa hii itakuwa ni mchezo na haiwezekani. Fala budda an tadhhara nataiju hadhihi al-a'mal fi ad-dar al-akhirah, basi hakuna budi, ni lazima kuonekane natija ya hizi amal katika nyumba ya akhirah. ولهذا قد يكون من الناس من يفني عمره في عبادة الله وفي طاعته وهو في فقر وفي حاجة. Na kwa ajili hii
kwaweza kutokea mtu kwamba akamaliza umri wake katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, ameumaliza umri wake wote katika ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala na katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa fi faqrin wa fi hajatin, na yeye amemaliza umri kama huo anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ibada zote zile alizoziweza alizomwamrisha Allah subhanahu wa ta'ala amefanya bidii akafanya ibada kama hizo, lakini ameishi katika maisha haya ulimwengu kwa ufakiri, ni maskini wa kupindukia. وقد يكون مظلوما مضغوطا عليه ومضيقا عليه لا ينال شيئا من جزاء عمله في هذه الدنيا. Na yaweza kuwa mtu kama huyu labda katika ulimwengu alikuwa ni mwenye kudhulumiwa, amekuwa ni mwenye kudhikika na haya maisha, wala yanalu shay'an min jazaa'i amalihi fi hadhihi dunya, na yale aliyoyafanya katika ibada malipo yake hakuyapata katika huu ulimwengu. Wa ala al-aks, na kinyume na hivyo, yakunu minan nasi kafirun mulhidun shirirun yasrahu wa yamrah fi hadhihi alhaya, na yaweza kuwa kafiri ambaye kwamba ni mulhid, hamwamini Allah subhanahu wa ta'ala wala haamini uwepo wa Mungu, akawa ni muovu katika watu, basi katika huu ulimwengu Allah akamfungulia, akawa ni mwenye kumjalia, basi akona mali, anaweza kufanya starehe zake tofauti tofauti katika haya maisha. Wayatanaamu wa yu'ta ma yashtahi wa yartakib ma harrama Allah, akawa ni mwenye kuneemeka, anapewa kile ambacho kwamba anachokitaka, kile kinachotaka nafsi yake anapewa na Allah subhanahu wa ta'ala, na hali ya kuwa yeye yafanya nini? Anafanya yale ambayo kwamba ameharamishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wayadhlimu al-ibada wa ya'tadi alayhim wa yakulu amwalahum, naweza kuwa mtu kama huyu anawadhulumu waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, anakula mali zao. Wayaktulu bighairi haqqin, anakuwa ni mwenye kuua bila haki. Wayatasallatu wayatajabbaru thumma yamutu ala halihi, kisha anakuwa ni mwenye kusaliti, anakuwa ni mwenye kutawala watu kwa dhulma. Wayatajabbar, na anakuwa ni mwenye kuwa na kiburi, kisha anakufa na hali kama hii ambayo kwamba ni hali mbaya. Ma asabahu shay'un min al-uquba, na wala Allah subhanahu wa ta'ala hakumwadhibu na hata chembe hivi. Mwingine anaweza kusema sasa, mimi nimebarikiwa mimi na Mungu kwa sababu angalia mali yangu, angalia mimi nilipofikia, mali yangu ilivyokuwa nyingi. Wengine ikafikia hadhi ya kusema ya kwamba wewe kama hauna pesa wala hauna mali, you don't advise me. Mwenye kuni advise na mwenye kunipatia mimi na saa ni mwenye akona pesa. Mwenye pesa na mwenye uwezo ndo aweze kuni advise mimi. Wewe kama huna hivi vitu, usini advise. Kwa sababu wameona mtu yaweza akawa na pesa na vitu kama hivi, akadhulumu, kufanya, lakini mwisho wa kwisha akaondoka katika ulimwengu, hakuadhibiwa na hata chembe. Kwa hiyo akaona pesa ndio kila kitu. Wewe ambaye kwamba wajifanya hapo na ibada yako, waweza kukaa katika ulimwengu na ufakiri kwa kugonga kisawasawa, ukawa ni maskini wa kupindukia, hakuna kama wewe. Kwa hiyo akakwambia hizo advice zako kaa nazo mwenyewe, hatuna haja nazo, kwa sababu kuna mwingine yule ambaye kwamba kuna pesa pale, mwenye mali nyingi, yule ndo atatoa advice yule. Kwa hiyo Sheikh Al-Fawzan yasema, hal yaliqu bi'adli Allah subhanahu wa ta'ala bihikmatihi an yatruka hadha al-muti'a biduni jaza. Wewe angalia, tuna akili zako timamu, akili zako tu timamu, angalia, je, yalingana kwa uadilifu wa Allah? Situmjua Allah subhanahu wa ta'ala ni adil, ni mwadilifu Allah subhanahu wa ta'ala. Yalingana na uadilifu wake Allah subhanahu wa ta'ala na hikma yake Allah subhanahu wa ta'ala, amwache huyu ambaye kwamba ni mwenye kumtii yeye bila ya kumlipa, kwamba hakumlipa kwenye huu ulimwengu, yani pia akhira simlipe, aende hivi hivi, ameishi katika haya maisha ya dunia kwamba yeye ni maskini fakiri, basi pia akhira pia ama hakuna hata kukufuliwa, hata itakuwa tu ndio hivyo hivyo, ashafariki ndio ashakwenda hivyo hivyo, story yake imekusha hivyo hivyo. Yalingana tu na akili timamu.
wa an yatruka hadha alkafira biduni mujaza, na huyu kafiri ambaye kwamba alikuwa ni mwenye kumasi Allah subhanahu wa ta'ala, akawa ni mwenye kupindukia katika kumasi Allah subhanahu wa ta'ala, amwache pia hivi hivi bila kumadhibu, basi maisha yake yamekwenda tu hivyo hivyo na starehe tu hivyo hivyo, na hali ya kuwa alikuwa akidhulumu watu, akiua watu kwa dhulma. Hadha la yaliku biadlihi subhanahu wa ta'ala. Sheikh Al-Fawzan anasema hili halilingani na uadilifu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika ja'ala daran ukhra, kwa ajili hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akaweka nyumba nyingine ambayo kwamba yujaza fiha almuhsinu biihsanihi walmusiu biisaatihi. Kwa hiyo akaweka nyumba nyingine ambayo kwamba yule mwenye kufanya ihsan atalipwa kwa ile ihsani yake, na yule mwenye kufanya uovu atalipwa kwa uovu wake. Fatadhharu fiha thamaratul a'mal, basi tadhihirika kule katika hiyo nyumba ya akhira yale matunda ya amal. Fadunya daru amalin, basi hii dunia ni nyumba ya amal. Wa amma al-akhiratu fahiya daru jazain, imma jannatun wa imma narun, lakini akhira basi ni nyumba ya malipo, imma ni janna ya Allah subhanahu wa ta'ala, na imma ni moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe ni wenye kuingia katika pepo yake, na atujalie tuwe ni wenye kuingia katika juu katika pepo zake Allah subhanahu wa ta'ala, jannatul firdaus, na tuepushe kutokamana na moto wake Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yatrukna hamalan kama yadhunnu almalahida waddahriyun, na Allah subhanahu wa ta'ala hakutuacha hivi hivi kama wanavyodhania wale ambao kwamba wanakanusha uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, na wale wasioamini kufufuliwa. Qala ta'ala wama hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wama yuhlikuna illa ad-dahr wama lahum bidhalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Aya katika suratul Jathia, Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia washirikina wanasema, waqalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya, wakasema haikuwa haya isipokuwa ni maisha ya dunia. Namutu wa nahya, sisi tutakuwa ni wenye kufa na tutakuwa ni wenye yani masiku yanatupita tu, yani uhai na kufa. Wama yuhlikuna illa ad-dahr, na hayatuangamiza sisi isipokuwa huu ulimwengu, yani kukaa katika huu ulimwengu, masiku yakipita, usiku kuingia, mchana kuingia, kule kuzeeka ndo kutatufanya sisi tuondoke na kutufanya sisi tuangamie. Lakini kwamba kuna Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kwamba atatuangamiza sisi, hatuamini hilo. Na kwamba hati kuna maisha baada ya haya, hatuamini hilo. Sisi tunaamini ya kwamba kuna haya tu, yani ya dunia, usiku na mchana, haya ndio yatatuangamiza. Maana yake tutakaa, tutazeeka, tutadhoofika, tutafariki. Wama lahum bidhalika min ilmin, Allah lakini yuajibu na kuambia hawana elimu, inhum illa yadhunnun, kazi yao ni kudhania tu, hawajui chochote. Hadhihi maqalatul malahid alladhina la yu'minuna bil ba'th wan nushur. Kwa hiyo kuna aya ambazo kwamba zinafuatana hapa tukimalizia kwa haraka darasa yetu ya leo insha Allah taala. Waqad ankara Allahu azza wa jalla alayhim, Allah akiwarudi haya maneno yao anawaambia, fanajalul muslimina kal mujrimin, je tutawajalia waislamu ni kama wakosefu? Malakum kaifa tahkumun, nyinyi mnahukumu vipi? Allah kadhalika akasema, am hasiba alladhina ijtarahu sayyiati am naj'alahum kal ladhina amanu wa amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun, je wamedhania wale walioingililia mambo ambayo kwamba ni maovu tuwajalie wao ni sawasawa baina yao wao waumini waliofanya matendo mema, tuwajalie wao ni sawasawa, mahyahum wa mamatuhum, maisha yao ya hapa duniani na kesho akhira, saa ma yahkumun, yamekuwa ni maovu yale wanaoyahukumu. Amnajalu alladhina amanu wa amilus salihati kalmufsidina fil ard, je tuwajalie wale walioamini na kufanya matendo mema ni sawa wao na kalmufsidina fil ard, tuwafanye wao ni sawa na wale ambao kwamba wamefanya ufisadi katika hii ardhi. Amnajalu almuttaqina kalfujjar, au tuwajalie wale ambao kwamba ni wacha Mungu ni sawa na wale waliomuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha la yumkin wala yakunu abada, hili halimkiniki. Kwa hiyo mpaka hapa tutakomeka. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.